Mwalimu Amos Mojonge. Hatari. Noma sana. Yes. Bwana, hivi kwa nini kuna jambo moja huwa wanasemaga mteja ni mfalme. Toka zamani, yani tunazaliwa tunakutana na hivyo vitu, mteja anaitwa mfalme. Kwa nini? Katika mazingira ya kibiashara, nafikiri unadhani biashara yote ili iweze kufanya biashara inamtegemea mteja. Yaani uwepo wa biashara unamtegemea mteja. Yaani biashara haiwezi kuendelea kama haijauza hiyo bidhaa wanayozalisha, au kama haijatoa huduma haiwezi kuwa biashara. Maana biashara ili iwe biashara lazima kuwe kuna kubadilishana kati ya mteja na taasisi, au kati ya mteja na mtu anayeuza bidhaa au huduma. Kwa hiyo kwa nini tunasema mteja ni mfalme? Ni kwa sababu mteja ndio sababu ya uwepo wa hiyo biashara. Kama unatengeneza, unazalisha, kama huna wa kumuuzia, kama huna mtu ambaye ananunua ile bidhaa yako au huduma yako ili akupe kitu kingine, maana yake hapo hautokuwa unafanya biashara. Sasa ili ufanye biashara, maana yake lazima kuwe kuna mteja anayenunua. Mteja ni mfalme kwa sababu mteja ndio sababu ya uwepo wa taasisi au uwepo wa biashara au uwepo wa hiyo huduma ambayo yote inakuwepo kwa sababu ya kumhudumia mteja. Na kuna kitu kimoja ambacho watu wengi hawakijui, kwamba mteja ni zaidi ya wafanyakazi au ni zaidi ya mtu ambaye anatoa huduma au bidhaa. Mteja ni zaidi ya CEO wa kampuni ambayo inatoa huduma au bidhaa. Kwa sababu hata huyo CEO mshahara wake unatokana na mteja. Ni mpaka mteja anunue ndio yeye anaweza akalipwa mshahara. Mteja anaamua hatima ya taasisi au hatima ya biashara. Kwa sababu mteja asiponunua na wateja wengine wasiponunua hiyo biashara inaweza ikafungwa. Mteja ni mwajiri wa watu kwenye taasisi, mteja ni mwajiri wa viongozi wa taasisi, mteja ndiye anaamua hatima ya taasisi. Kwa hiyo tunamuita mteja ni mfalme kwa sababu kwenye mazingira ya kibiashara, bila mteja hakuna biashara. Bila kumhudumia vizuri mteja, maana yake hatutopata wateja wengi, na maana yake hatutofanya biashara. Kwa hiyo ndio maana tunasema mteja ni mfalme, kwa sababu anaamua hatima ya kila mtu kwenye biashara. Mteja anaamua hatima ya viongozi wakubwa kwenye biashara, anaamua hatima ya wafanyakazi, anaamua hatima ya biashara yenyewe. Kwa hiyo ndio maana siku zote wanasema mteja ni mfalme. Na ndio maana kuna kila sababu ya kuzungumzia namna ya kumhudumia mteja vizuri, ili kesho na kesho kutwa wateja waendelee kuwa wateja wetu. Yaani kama ni taasisi ambayo tuna wateja kwa mfano, wale wateja waendelee kuwa wateja wetu. Lakini ukiacha tu wateja kuendelea kuwa wateja wetu, hawa ambao tayari ni wateja tunahudumia, lazima hawa wateja tuhakikishe wanakwenda kupeleka habari kwa wateja wengine ambao bado sio wateja wetu. Na kuna mchango mkubwa sana kwa kupata wateja wengine kupitia wateja ambao tunawahudumia. Kuna mtu mmoja aliye kufanya utafiti akasema, wateja wakihudumiwa vizuri, mteja ukimhudumia vizuri, wanasema anaenda kuambia watu kwa kati kuanzia 10 hadi 15 kuhusu ile huduma nzuri au namna nzuri ambayo umemhudumia. Lakini anasema ukimhudumia vibaya, anaenda kuambia watu zaidi ya 20. Sasa kama watu watapata taarifa kwamba huduma yako sio nzuri, au watu watajua kwamba huduma yako sio nzuri, maana yake hawatokuja, na maana yake taasisi yako wewe itakuwa mashakani.